Jua lilikuwa linatua polepole juu ya jiji la bahari tamu. Mitaa ilikuwa imejaa watu wakirudi makwao baada ya kazi za mchana. Magari yalipita kwa makelele ya honi, watoto walicheza pembeni ya barabara na wauza matunda walipiga kelele kuwaita wateja. Katikati ya mtaa huo alisimama Mary, polisi wa kike mwenye moyo wa huruma lakini uso wa nidhamu. Alivaa sare yake vizuri, kofia ikiwa imenyooka na macho yake yakichunguza kila upole. Mary alikuwa anaheshimiwa kazini, lakini moyoni alikuwa mpweke. Alikuwa ametumia miaka mingi kuilinda jamii, lakini hakuwahi kupata mtu wa kumjali kweli. Siku hiyo, akiwa kwenye zamu ya jioni, macho yake yalikutana na kijana aliyekuwa amekaa pembeni ya duka dogo. Alikuwa amevaa fulana ya kawaida, suruali ya jeans na viatu vilivyoonyesha maisha ya mtaani. Kijana huyo aliitwa John. John hakuwa jambazi, bali maisha yalikuwa yamemlazimisha kuishi mtaani baada ya wazazi wake kufariki akiwa mdogo. Alijifunza kujituma, kubeba mizigo sokoni, kuosha magari na kusaidia wafanyabiashara ili apate chakula. Mary alipomwona, aliona si sura ya uhalifu, bali sura ya maumivu yaliyojificha. Mary alimfuata pole pole na kisha kuanza kumsalimia. "Habari kijana, unaendeleaje?" Mary alimsalimia kwa sauti tulivu. John akainua macho yake kwa tahadhari. "Nipo sawa dada polisi," akajibu kwa heshima. "Mama yako yuko wapi?" Mary akauliza. John akashusha pumzi. "Wazazi wangu walifariki zamani, naishi kwa kujituma tu." Maneno yale yalimgusa Mary moyoni. Hakumwona tena kama kijana wa mtaani, bali kama binadamu mwenye ndoto zilizofunikwa na maisha magumu. Tangu siku hiyo, Mary alianza kumwona John mara kwa mara. Wakati wa doria, alikuwa akisimama kumsalimia. Wakati mwingine alimnunulia chakula kidogo. John naye alianza kumheshimu sana Mary. Siku moja, mvua kubwa ilinyesha ghafla. John alikuwa amekaa nje akitetemeka. Mary alipita na kumwona. Bila kusita, alimpa koti lake. "Vaa hili usipate homa," Mary akasema. John akashangaa, "Lakini wewe utaloa." Mary akatabasamu. Afisa bila moyo si afisa. Kuanzia hapo, moyo wa John ulianza kupiga kwa kasi kila alipomwona Mary. Hakuwahi kufikiria polisi angeweza kumpenda kijana wa mtaani kama yeye. Kadri siku zilivyopita, walizoeana zaidi. Walizungumza kuhusu maisha. Mary alimweleza ndoto zake za kusaidia watoto wa mitaani. John alimweleza jinsi alivyokuwa anatamani kuwa na familia yake mwenyewe siku moja. Lakini mapenzi yao hayakuwa rahisi. Askari wenzake Mary walianza kunong'ona. "Unawezaje kujihusisha na kijana wa mtaani? Atakuharibia jina lako." Lakini Mary hakusikiliza. Moyoni alijua upendo hauchagui sare wala maisha ya mtu. Siku moja usiku kulitokea tukio la uwizi sokoni. Polisi wakafika, watu wakakimbia. Kwa bahati mbaya, John alikuwepo karibu. Askari wakamkamata wakidhani ni mhalifu. John alipiga kelele, "Mary, mimi sijafanya chochote." Mary alipomsikia, alikimbia. Akamwona John amefungwa pingu. Moyo wake uliuma. "Mwachieni," Mary alisema kwa sauti ya mamlaka. "Ninamjua huyu kijana." Baada ya uchunguzi, ikagundulika John hakuwa na kosa. Akaachiliwa. John machozi yakimtoka. "Asante Mary, bila wewe ningehukumiwa mimi." Mary akamshika mkono. "John, usiogope tena. Nitakuwa upande wako." Usiku huo, chini ya mwanga wa mwezi, walikaa kimya kwa dakika chache. John akavunja ukimya. "Mary, najua mimi ni kijana wa mtaani, sina kitu, lakini moyo wangu umekupenda." Mary akashusha macho, moyo ukimpiga kwa nguvu. "John, siku zote nilijificha nyuma ya sare yangu, lakini wewe ulinifanya nijione binadamu kabla ya polisi." John akauliza kwa sauti ya hofu, "Unanipenda?" Mary akatabasamu huku machozi yakimtiririka. "Ndiyo John, nakupenda." Maneno yale yalikuwa kama nuru mpya kwa John. Hakuwahi kuhisi thamani kama ile. Kuanzia siku hiyo,
Mary alimsaidia John kubadilisha maisha. Alimtafutia kazi ya kudumu kwenye kampuni ya ulinzi, akamshauri arudi shule ya ufundi. John alijituma sana kwa sababu alitaka kumfanya Mary ajivunie yeye. Miaka ikapita. John akabadilika kabisa. Akawa mtu mwenye heshima, mwenye kazi na mwenye ndoto. Siku moja jioni, John alimpeleka Mary ufukweni. Bahari ilikuwa tulivu, upepo mwanana ukipuliza. John akapiga magoti. Mary, kutoka kijana wa mtaani hadi mwanaume wa leo ni kwa sababu yako. Tafadhali, uwe mke wangu. Mary akashika mdomo wake kwa mshangao, machozi yakimtoka kwa furaha. Nakubali John, kwa moyo wangu wote. Wakakumbatiana huku mawimbi ya bahari yakipiga taratibu, yakishuhudia upendo uliovuka mipaka ya kazi, maisha na jamii. Na hapo ndipo hadithi ya polisi wa kike Mary na kijana wa mtaani John ilipogeuka kuwa mapenzi ya kweli yasiyokufa.